Mwisho wa laana hii. Sehemu ya 4. Siku 3 baada ya tukio la kutisha, kijiji cha Kisanga kilikuwa kimetanda majonzi. Watu walikusanyika kwa huzuni kuu kwenye mazishi ya Bwana Ruge na Mama Malika. Moto uliokuwa umechoma sehemu ya nyumba haukuweza kuficha ukweli, miili yao ilikutwa ikiwa na majeraha ya visu. Polisi walifungua uchunguzi, lakini Kevin alicheza karata zake vizuri, hakukuwa na ushahidi wa kumhusisha. Alihudhuria mazishi akiwa amevaa suti nyeusi na miwani ya giza, akijaribu kujifanya anasikitika. Alilia kwa kujifanya mbele za watu, lakini ndani yake moyo wake ulikuwa tayari umejaa huzuni isiyosemwa. Alihisi upepo wa baridi ukimgusa shingoni, kana kwamba mzimu wa wazazi wake ulikuwa ukimtembelea. Siku chache baadaye, mahakama ilimuidhinisha kuwa mrithi pekee wa mali yote ya familia. Akaunti za benki, mashamba, magari, maduka na kila kitu kilimwendea. Kevin alianza kuishi maisha aliyokuwa akiyapenda: anasa, pombe, wanawake na starehe za kila aina. Lakini furaha yake haikudumu. Usiku wa kwanza alipolala kwenye nyumba ya kifahari aliyoirithi, alisikia sauti za ajabu zikimwamsha. Sauti ya mama yake ikilia taratibu, "Mwanangu, baraka zako zimeishia pale, uliwa mkono uliokulisha." Alishtuka, akafumbua macho. Vyumba vilikuwa kimya. Alijaribu kulala tena, lakini ndoto mbaya zikaanza kumtesa. Alijiona akichomwa kwa visu, akifungwa kwa minyororo, na kuona sura za wazazi wake zikiwa zimelowa damu, zikitazama usoni mwake kwa masikitiko makubwa. Asubuhi aliamka akiwa na jasho jingi na usingizi usiokuwa na utulivu. Alifikiri ni mawazo tu, lakini kila usiku ndoto zile zilirudi, zikiwa za kutisha zaidi. Kila alipokula, chakula kilikuwa kama kinageuka damu. Kila alipoinua glasi ya pombe, aliona ndani yake uso wa baba yake ukiangalia kwa huzuni. Marafiki waliokuwa karibu naye, Shadrack na Timo, nao walianza kumgeuka. Walianza kumdai sehemu kubwa ya mali, wakimtishia kumripoti. Hali ikawa ya mkanganyiko. Itaendelea sehemu ya 5.